Mapito kwa mjana naponyang'anywa mali, mapito kwa wanandoa wanapofarakana, mapito kwa wasomi wanapofukuzwa kazi, mapito kwa wachumba wanapodanganyana, duniani kuna mapito ambayo kweli mwanadamu anapitia. Kweli mapito yanakatisha tamaa, kweli mapito yanavunja moyo. Duniani kuna mapito ambayo ni kweli mwanadamu anapitia. Kweli mapito yanakatisha tamaa, kweli mapito mama yanavunja moyo. Haijalishi wewe mapito yako, wewe ni mjane mama, wamekunyang'anya mali, jibu sio kulaumu, muamini Yesu, yeye aliyekupa mali airekebishe. Haijalishi mama mapito yako, wewe ni mjane, kwamba angeweza kufanya pamoja na wenzake. Lakini pia natoa pole kwa ajili ya jamaa, majirani pamoja na rafiki zake. Nimekuwepo hapa hata watu ambao walikuwa wanafanya kazi pamoja naye katika kampuni fulani la ulinzi, na wao wamekuwepo hapa. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi wote ambao Mungu amewapa moyo huu. Sisi sote tunajua tunapita kama tulivyosikia, lakini bado matumaini yanakuwepo. Matumaini yanakuwepo kwetu kwa sababu tunajua kwamba kulala sio mwisho wa maisha, lakini tunajua kwamba ukilala katika Bwana maana yake umeanza maisha mengine baada ya kuondoka katika mwili huu. Na kwa sababu hiyo ndio maana sisi huwa tunafarijiana, tunatiana moyo na hata kupeana matumaini, kwa vile neno la Mungu linasema kweli, na ndio maana tumeliamini, na ndio maana tunaendelea kulisimamia, na ndio maana tunaendelea kuliishi. Kwa sababu hiyo basi ni vizuri tukaona kwamba haya ni mapenzi ya Mungu, sababu Mungu alituweka duniani kwa wakati, na kwa wakati anatuondoa, na wala hakuna mtu anayeweza kupinga, na hakuna mtu anayeonewa, maana yeye anapanga na yeye ndiye anafanya utekelezaji. Hebu tujitie nguvu, na tunapoona maumivu kwa ajili ya kumpoteza rafiki yetu, mtoto wetu, ndugu yetu, mshirika mwenzetu, hebu tuliitie jina la Bwana. Tumuombe Mungu atufariji, tumuombe Mungu atutie nguvu. Usiwepo na yale mawazo kwamba labda kama ameonewa. Hapana. Tumuombe Mungu atutie nguvu na faraja, sababu njia hii tutapita sote, ila kila mmoja anaenda kwa wakati. Kama nilivyosikia au kama tulivyoambiwa kwamba muda wetu umeenda na huko mbele kuna mambo ya kufanya. Taangalia neno la Mungu katika barua ya Paulo kwa Wathesaloniki wa kwanza, ile sura ya 4, naanza na mstari wa 13, kama neno la Mungu lisemavyo: lakini ndugu,
hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele na milele. Farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunashauriwa ya kwamba huzuni zetu ni vizuri zikawa na mpaka, kuliko tukawa na huzuni zinazovuka mpaka, kana kwamba jambo hili limetokea kwetu sisi tu na halitokei kwa wengine. Anasema kwamba hawa ambao wametangulia, Biblia inasema wamelala, na kama Yesu angerudi basi wao wangepata nafasi ya kwanza, alafu sisi katika ile hali ya kubadilishwa mwili huu tukapata nafasi ya pili. Lakini sote kwa pamoja, Biblia inasema tutakuwa pamoja na Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo bado liko tumaini kwamba Francis au Francisco tutaonana naye tena, kuliko vile watu wengine wasiokuwa na matumaini. Kuna watu hawana matumaini juu ya misiba au vifo vinavyotokea. Watu wengine wanafikiri kwamba mtu anapokufa anabadilika, halafu anarudi duniani, halafu anasumbua wengine, na wengine wanajua kwamba akisha kuwa amekufa analala pale pale, wakati sisi tunaamini kwamba kinachowekwa pale kabrini ni mwili, lakini roho yake inakwenda kwa Bwana, na inapokuwa kwa Bwana inafurahi pamoja na watakatifu wengine. Na kwa sababu hiyo, kwa maelezo mafupi niliyoyapata kutoka kwa mchungaji, ilionyesha kwamba Francisco alikuwa na msimamo katika mambo ya kiroho. Alionyesha mwenendo, tabia na maisha yake ya kumwishia Mungu. Kifo hakina budi, maana kinatokea kwa kila mtu kwa wakati wake, na kwa vile hakichagui, hakiangalii umri, lakini kwa wakati Mungu anapanga kumchukua mtu. Anasema mwandishi ya kwamba msihuzunike kama watu wasiokuwa na matumaini. Kama tunaamini kwamba Yesu Kristo alikufa kisha akafufuka, kama tunaamini hilo, kwa hiyo hata hao waliokufa katika Kristo Yesu mwenyewe atawafufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani yetu ya kumwamini Yesu kwamba alikufa kwa ajili yetu akatukomboa, kisha Biblia inasema ninyi mlikufa pamoja na Kristo, mtafufuliwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo tunayo matumaini haya na tunaendelea kuimarika. Sisi ambao tuko hai sasa, tunza maisha yako ya kiroho. Dunia imeharibika, mazingira yamekuwa magumu, hali ni mbaya,
Mwenzetu amemaliza vizuri, na sisi tuhifadhi mavazi yetu ambayo ni matendo yetu, tuwe mfano wa kuzungumzwa au kuigwa na watu wengine wakati tutakapokuwa tumemaliza. Ndugu yetu yeye amemaliza, zamu imebaki kwangu na kwako, haijulikani lini, lakini tujiweke tayari. Mtu anapoondoka, nafasi yake inachukuliwa na watu wengine. Kwa hiyo ni vizuri tunapomuomba Mungu atutie nguvu kwa ajili ya tukio, lakini pia tumuombe Mungu atusaidie ili tuendelee kusimama ndani ya neno lake, tusije tukachukuliwa na dunia, kwa sababu dunia inapita na mambo yake yote, lakini watu wa Mungu wanaishi milele pamoja na Mungu. Alisema kwamba farijianeni kwa maneno haya. Kwa vile muda wetu unaendelea, kuangalie neno la ine katika barua ya waraka kwanza wa Paulo wa Petro sura ya 4, tunasoma ule mstari wa 12. Imeandikwa, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulioko kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Msiba unaotupata sisi na kuona maumivu kama mfano wa moto, lakini pia unatokea kwa ndugu zetu wengine. Sisi tunalia hapa na wengine wanalia kule na wengine kule, lakini neno la Mungu linasema kwamba ni vizuri tukawa na uvumilivu, tukawa na ustahimilivu, tukafurahi kwamba siku moja mambo haya yatafikia kilele chake. Mungu alibariki neno lake. Amina. Nataka nimshukuru Mungu na kuwaombea wale wote waliopata msiba huu. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ulisema, shukuruni kwa kila jambo, maana haya ni mapenzi yako. Bwana Yesu, unatambua maumivu yaliyomo ndani ya mioyo ya wazazi na ndugu za marehemu Francisco. Wewe unajua maumivu yaliyoko ndani ya rafiki zake, maumivu yaliyoko ndani ya mchungaji wake na washirika wote ambao walishirikiana pamoja. Tuko mbele zako kwa ajili ya kuwatia mikononi mwako. Wafariji watu hawa, watie nguvu watu hawa, wape matumaini kupitia neno lako. Watie nguvu hata majirani ambao wamekuwa washiriki pamoja na ndugu zetu kutoka maeneo mbalimbali, wemo wachungaji kutoka Tomondo pamoja na viongozi kuja kumuaga ndugu yao. Bwana, ukalibariki neno lako. Bwana, ukawabariki watu wako. Tunahitaji kusikia amani, maana ulisema amani yangu nawapa. Tunahitaji kuona amani hata katika hali hii, kwa sababu ni wewe uliweka. Hakuna mwingine anayeweza kubadilisha kile ambacho Mungu umeamuru kili kiwepo. Ninakushukuru kwamba utatupa amani, utatupa faraja, utatupa matumaini, utaendelea kutulinda na utaendelea kutuongoza, na hata tunapokuwa katika harakati ya kuagana na kuaga mwili wa marehemu, na vile vile hata katika safari yetu ya kuelekea maloloni. Wewe ndiye Mungu, wewe ndiye mwenye uweza, wewe ndiye mwenye nguvu. Tupe usamilivu na ule moyo wa subira katika mambo haya. Naomba na kuamini ni katika jina la Yesu
wewe ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Jamani, Mungu atubariki. Karibu sana mchungaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neno zuri linalotukumbusha tuendelee kujitafakari. Maisha ya mwanadamu sio maisha ya kudumu hapa. Nimesema hata kanisani mara nyingi tukihubiri huwa tunauliza wangapi wanataka kwenda mbinguni. Sifikirie kama kuna mtu ataamua ashushe mkono chini, lakini njia ya kwenda mbinguni ndio kama hivi. Kwa hiyo hapa leo tuna sherehe. Sisi tunasema tuna sherehe. Francisco hayupo hapa. Francisco hayupo hapa. Hata ukimuuliza mtu tunasema mwili wa nani? Mwili wa nani? Mwili wa nani? Francisco amerudi kwa Baba. Na hiyo ndio safari ambayo tunayo sisi wote. Ni vizuri ukajiandaa. Ni vizuri kwa sababu wakati wowote huwezi kujua ni wakati gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa wakati wa sasa ni wakati ambao tutakuwa na zoezi la kuaga, na tutakuwa pia wale ambao kama umekuja na sadaka yako usirudi nayo, tutaweka kitunga pale. Nafikiri wakati tunapopita unaaga, naomba mtu ambaye anashughulika na mahali pale, utapita, utaaga, unaweka sadaka yako. Unapita unaweka sadaka yako, alafu unaenda. Eneo la Malaloni ni eneo la Kilombero. Basi, asanteni sana. Nimepata mawazo pia mengine kidogo kwa muda mfupi, ni washukuru. Na sasa ni kabla ya kuingia kwenye zoezi hili la kuaga, tumeona hapa ndio mahali pekee ambapo tunafanya ibada na mambo mengi yanafanyika hapa. Kule Malaloni tutakuwa na wakati mdogo tu. Sasa kwa muda huu ni washukuru watumishi wa Mungu mliosimama mketi kidogo, kwamba Baba kama mpata taarifa kama anaweza kuwa na neno kidogo, ingawa baadaye mwishoni kabisa, lakini kwa sasa kama anaweza kuwa na kitu. Alafu baadaye kuna wale wafanyakazi wenzake, watu na salamu zile za rambirambi, hata kama wameshazifikisha lakini wanaweza kusema kwa niaba. Alafu baada ya hapo tutaendelea na utaratibu mwingine. Sasa ningeomba kama kuna microphone nyingine, ili hii niendelee kuishikilia kwa ajili ya kutunza muda. Labda baba anaweza kufika akasema neno kama anaweza, itakuwa nzuri pia. Itakuwa nzuri kama baba, karibu, unaweza kusimama hapo kasema, naomba hiyo mic moja kwa ajili ya baba amekuwepo hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda kuendelea kukumbusha wakati wanatengeneza mazingira mazuri ya Kisemeo kwamba jamani, tuko safarini na tulipata kidogo wasifu wa Francisco kutoka kwa mchungaji. Amezungumza mambo mazuri sana ambayo alikuwa anayafanya. Anasema mwezi wa 10 mwaka jana mchungaji alikuwa anafundisha hapa, ameendelea kuwafundisha hapa kanisani akiwaambia umuhimu wa kuwahi ibadani. Mchungaji amesema tangu kipindi hicho alipolelewa somo hili, mpendwa wetu Francisco yeye alikuwa anawahi hapa kufika kanisani.
lakini ndiye alikuwa mfagiaji wa kanisa mara nyingine. Hata mara nyingine mchungaji alikuwa anatamani kumzuia, lakini pamoja na hayo aliendelea kufanya mambo haya. Kwa hiyo anaondoka na ushuhuda mzuri sana. Kwa hivyo niombe sasa, karibu baba, unaweza kusema neno alafu baadaye tukaendelea. Karibu. Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ndio mzazi wa Francisco Kasawanga. Kwa majina yangu naitwa Wilbrod Benezet Kasawanga. Ndugu zangu, kwa kweli ningependa kutoa shukrani za dhati kwenu na juu ya watumishi wa Mungu. Kwa kweli mlichonifanyia kwa huyu mtoto wangu sijikusahau maisha yangu mpaka. Maana sikutegemea kwamba mwanangu amefia sehemu nyingine kama ile. Hivi taenda nikafanyeje jamani? Lakini msaada ambao kwa kweli mmeutumia watumishi wa Mungu na washirika wenzangu, Mungu atawalipia. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Sina cha kuwapa, lakini Mungu ndiye atawapa. Asante sana, asante sana na shukuru. Lakini pia salamu za rambirambi kwa mwakilishi wa kutoka kazini, kutoka kule kazini, yuko hapo walikokuwa wanafanya kazi kwa pamoja. Karibu, geuke watu tu. Yesu asifiwe. Kwa niaba ya kampuni ya Zaria, tunapenda tutoe rambirambi zetu kwa baba mchungaji pamoja na baba mzazi na ndugu yetu Francisco. Tulikuwa naye pale kazini. Alikuwa ni mtu taratibu na mchapakazi kutokana na hali yake ya ugonjwa, lakini hakuonyesha ule udhaifu. Alijitahidi kwa nguvu zake zote. Tumeshirikiana naye mpaka dakika za mwisho. Kwa hiyo tuko hapa mbele yenu kutoa pole sana. Kwa hiyo ni pigo kwetu sote, hasa kwa upande wa kampuni, na pigo kwa kanisa, pigo kwa jamii nzima. Na pia tumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake aliyotujalia kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana na tunashukuru sana. Ndivyo ambavyo tunaishi, na tunamshukuru Mungu sana kwa eneo hili la Zanzibar ambalo tumekuwepo. Tumekuwa na ushirikiano mzuri sana na watu wengi. Hapa tunapoongea kuna majirani wengi wa eneo hili wamehusika, watu mbalimbali, wa dini mbalimbali wamehusika na bado wanaendelea kuhusika kuwepo. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Wakumbushe tu wale wengine ambao huwa wanafika maeneo wanaficha zile imani zao, madhara yake ni makubwa kuliko faida yake. Naona sasa hivi sasa Ponyang'anywa Marie, mapito kwa wanandoa wanapofarakana, mapito kwa wasomi wanapofukuzwa kazi, mapito kwa wachumba wanapodanganyana, duniani kuna mapito ambayo kweli mwanadamu anapitia. Kweli mapito yanakatisha tamaa, kweli mapito yanavunja moyo. Duniani kuna mapito ambayo ni kweli mwanadamu anapitia. Kweli mapito yanakatisha tamaa, kweli mapito mama yanavunja moyo.
haijalishi wewe mapito yako, wewe ni mjane mama, wamekunyang'anya mali. Jibu sio kulaumu, muamini Yesu, yeye aliyekupa mali airekebishe. Haijalishi mama mapito yako, wewe ni mjane, wamekunyang'anya mali. Jibu sio kulaumu, muamini Yesu, yeye ndiye jibu lako, akusaidie. Vumilia, vumilia mama, vumilia, tena muombe Mungu we. Vumilia, vumilia mama, vumilia, huku kimwomba Mungu inakupasa uvumilie mama, inakupasa uvumilie mjane. Yawezekana baba mapito yako niyo ndoa yako inakusumbua. Yawezekana mama mapito yako niyo ndoa yako inakusumbua. Jibu sio haki sawa, muamini Yesu, yeye aliyekupa ndoa airekebishe. Vumilia, vumilia baba, vumilia, vumilia mama, vumilia, vumilia baba, vumilia, vumilia mama, inakupasa uvumilie mama, inakupasa uvumilie, inakupasa uvumilie. Mapito, 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 kweli mapito. Mapito kwa mjana anaponyang'anywa mali. Mapito kwa wanandoa wanapofarakana. Mapito kwa wasomi wanapofukuzwa kazi. Mapito kwa wachumba wanapodanganyana. Duniani kuna mapito ambayo kweli mwanadamu anapitia. Kweli mapito yanakatisha tamaa, kweli mapito yanavunja moyo. Duniani kuna mapito ambayo ni kweli mwanadamu anapitia. Kweli mapito yanakatisha tamaa, kweli mapito mama yanavunja moyo. Haijalishi wewe mapito yako, wewe ni mjane mama, wamekunyang'anya mali. Jibu sio kulaumu, muamini Yesu, yeye aliyekupa mali airekebishe. Haijalishi mama mapito yako, wewe ni mjane, wamekunyang'anya mali. Jibu sio kulaumu, muamini Yesu, yeye ndiye jibu
mapito kwa